Ni hao, namaste, habari gani? Hapa ni ndugu yako Mr. Wambura, you can call me Lord Kevin. Leo nataka niongee na watu wa makundi manne, 4 group of people. Watu hawa, watu wa makundi manne, namba 1 ni mwajiriwa, namba 2 ni mwajiri binafsi aliyejiajiri mwenyewe, mfanyabiashara na mwekezaji. Taanza na mtu ambaye ni mwekezaji. Wawekezaji wote ongereni sana, na niwakumbushe kitu kimoja: hakuna raha kuwa katika taifa ambalo lina matajiri wengi. Sasa nyie kwa level yenu ya uwekezaji inabidi mchukue nafasi, fursa ya kuwafundisha wengine namna gani mmefanya mkafika hapo mlipofika. Mwekezaji ni mtu ambaye pesa yake inamfanyia kazi, alale asilale, amke asiamke, pesa yake ipo kwenye kazi, inafanya kazi. Mabenki yanatumia pesa yake, mashirika makubwa yanatumia pesa yake, makampuni mazito yanatumia pesa yake, alafu yeye anakula dividends, ana enjoy life. Kwa hiyo hongereni sana, lakini msiwe wachoyo kuzalisha wawekezaji wengine. Mjaribu kufundisha wawekezaji wengine wapya wazaliwe, ili taifa letu la Tanzania lisiwe maskini. Kundi lingine ni wafanyabiashara. Wafanyabiashara ndio wanaofanya taifa linakwenda mbele. Wafanyabiashara ni wengi, kwa hiyo wanalipa kodi, wanazalisha, wanaagiza mitambo na bidhaa na material kutoka nje na kuzalisha material ndani, wanafanya maisha yaende, wana supply nchi zingine, wanaingiza dola katika taifa. Hongereni sana. Na hili kundi bwana ni kundi fulani ambalo linayafanya mataifa yote duniani yaweze kuendelea, kwa sababu wafanyabiashara wanapogrow, hao ndo wanakuja kuwa wawekezaji. Wanawekeza kwenye sekta nyeti za kimkakati za kufanya uchumi wa nchi uende mbele, na kupunguza lawama kwenye serikali na kufanya serikali kidogo iwe na utulivu, kwa sababu wao ndo wanaotoa ajira, wanaajiri watu wengi waweze kufanya biashara zao. Hongereni sana, na niwaombee Watanzania wote muwe wafanya biashara, mkue na muwe baadaye wawekezaji wakubwa, kwa sababu that is a dream kwa mtu yote ambaye ana IQ na mawazo makubwa. Kundi lingine ni wale waliojiajiri wenyewe. Wameanza sasa, wanajitafuta, amenunua ka truck kamoja, ameanzisha seremara, ana randa mbao, baadaye anataka kujenga kutengeneza furniture, awe na duka lake kubwa supply. Wamesubutu, wanapitia sasa changamoto za kujifunza na kupambana na mawimbi ya biashara. Wanapambana na TRA kabla hata hajapata faida. Wanapambana na kila sekta, mazingira, NEMC na kadhalika. Mtafika tu, msikate tamaa na wala msikwepe kushirikiana na serikali yenu, ili mazingira yawe marahisi na mfike kule mnakotaka kufika. Kwa hiyo wanaojitafuta watu tunaoita self employees, kila mama ntilie, baadaye watakuja kuwa na mahoteli makubwa, na wale wengine wote, hata kina mama mboga wanaouza mboga baadaye wanaweza wakawa watu wakubwa, kwa sababu unadunduliza kile kidogo, unakuza mtaji. Unaweza ukafungua hata greenhouse ya kutengeneza sukuma wiki ukazipeleka Kenya, Chinese ukapeleka Zambia, mchicha ukapeleka Kongo. Wanapenda sana nini yale wanaita majani ya muogo yale, kisamvu. Wa Kongo wanapenda kisamvu. Kwa hiyo unaweza ukaanza ukatengeneza shamba lako kubwa la kisamvu kwa una supply huko Kongo na sehemu zingine. Wale wenye vibanda vya chipsi wanajitafuta, wamejiajiri. Unaweza pia ukaanzisha vijiji vya chips. Hizi nchi zote zinazotuzunguka East Africa, chips zege ikatembea. Mashine za kusaga unga, kukoboa mchele. Unaweza ukaanzisha mradi wa kupeleka mchele mpaka South Africa. Mchele wetu mzuri sana. Kwa hiyo hongereni sana wale wafanyabiashara ambao mmeanza, mnajitafuta. Sasa kuna kundi hili la waajiriwa. Hili kundi la waajiriwa bwana ni zuri, kwa sababu ni sehemu pekee ya kujitafuta. Wakati huo unajifunza utoke vipi. Ajira haiwezi kukufanya kuwa tajiri, haitowahi kutokea. Labda uwe mwizi, fisadi, tapeli, jambazi, uwezi hata uajiriwe miaka 1000, kwa sababu ni mentality.
Wewe una uwezo mkubwa kama wa Simba, lakini mentality yako ni ya kipepeo. Kwa hiyo unakaa kwenye garden, unalishwa kwenye maua. Siku ukiachiliwa tu hivi ukapelekwa kwenye mbuga ya Serengeti ukakutana na simba wengine wanavyopambana, automatic utagundua wewe ni simba, wewe sio kipepeo. Kwa hiyo you don't deserve kukaa kwenye ajira miaka mingi, kwa sababu kwenye ajira sio sehemu ambayo itakufanya kuwa tajiri. Kama una mawazo ya kuwa tajiri, kuwa boss, kuwa doni, ajira sio sehemu yako. Wewe pita kwenye ajira, pata mtaji, anzisha mradi wako fulani, anzisha sekta fulani, simamia, ajiri watu wenye akili za biashara, wasimamie, utakuwa milionea. Kwa hiyo kwenye ajira tufanye kama sehemu ya daraja la kupata access ya mitaji. Na hakuna furaha ya kuajiriwa mpaka unazeeka, unastaafu, ndio unaanza kupambana. Unajaribu kufuga nguruwe zinakufa, unaanzisha kilimo hichi kinakataa, unagusa hapo unaacha, unagusa hapo unaacha. Ukija kushtuka, mtaji wako, pesa zako za kinwa mgongo zote zimeisha. Kwa hiyo ili kundi ni kundi ambalo unatakiwa ushtuke mapema kabla hujafikisha miaka 50, umeshatoka huko. Ina maana ukiajiriwa una miaka yako 27, 28, 29, 40, umeshapata mtaji wako, unatoka, unaachia wengine nafasi. Tuko pamoja? Ila pia mawazo yangu haya madogo mazuri, serikali isijisikie raha sana kuongoza wananchi maskini. Serikali yetu ya Afrika, especially nchi zote zinazoongea lugha ya Kiswahili, leaders kuanzia level ya president na kuendelea, msijisikie raha sana kuongoza wananchi maskini. Wananchi wanatakiwa kuwa matajiri kuisaidia serikali kufanya baadhi ya mambo. Unapoongoza watu maskini sana, unatembea na limzigo ambalo alikusaidii. Hauna tofauti na mtu ambaye anaongoza watu ambao anaishi nao karibu, marafiki zake wote hawajiwezi, yeye tu ndo anajiweza. Kwa hiyo at the end of the day akipata shida hawezi kusaidika. Chukulia mfano nchi kama Marekani, ina matajiri wengi, yani top 100. Ukigoogle top global asset kuanzia number 1 gold mpaka namba 500, Marekani. Makampuni yote makubwa Marekani, Nvidia Marekani, Microsoft Marekani, Facebook, Twitter, Instagram Marekani. Makampuni yote makubwa, hata Dangote mwenyewe yuko Afrika, wanamtamani awe raia wa Marekani. Kwa nini? Wanataka utajiri wa dunia wote uwe pale kwao, matajiri wote wakae pale kwao. Sasa nchi zetu hizi za Kiafrika zinafurahia tu kuongoza watu maskini. Kwa hiyo niombe, nishauri, tutengeneze mazingira ya wananchi kuwa matajiri. Kama ni kwenye machimbo kule, mtafiti, mjue dhahabu ziko wapi, muambie wananchi hapa kuna dhahabu hapa, hiki na hiki, nendeni ndugu zetu mchimbe huko, mtuuzie sisi serikali. Ruby, Tanzanite, gold, mafuta, kipaumbele kiwe raia wako wa nchi yako. Wananchi wakiwa matajiri watajenga hizo shule za private, watafungua hizo hospitali, watasaidia mambo mengi sana ndani ya taifa, na taifa halitakuwa na mzigo wa madawa, magonjwa, matatizo, kwa sababu wananchi wanajimudu. Wanaweza wakaenda wenyewe nchi za jirani kutibiwa, wanaweza wakasaidia baadhi ya watu wanyonge wa chini huko. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama unaisikia hii sauti, ni kushauri, amua kuwa mfanyabiashara, anza kidogo kidogo. Na kama wewe ni mtu wa serikali, kuwa na moyo wa kuwashika mikono wa Tanzania, wa Afrika wanaopambana kuwa matajiri, wanaopambana kuwa wafanyabiashara, ili mwisho wa siku tusikie kuna Mtanzania amewekeza Uingereza, kuna shirika la Tanzania limewekeza Kenya, shirika la Tanzania limewekeza Uganda, Marekani, Uingereza na sehemu zingine zile. Lakini ametoa wapi hiyo fund? Hapa hapa Tanzania. This is your brother Lord Kevin. Nawakaribisha katika Havana of Life. Subutu, inawezekana. Asante.